Mashabiki zangu, mimi Somadian Nunes kuwakumbusha ni jambo langu. Watu 34 sio wadogo kwenye channel. Na maana ni watu ambao mnanifuatilia, mnanipenda na kunisikiliza. Hiki ninachotaka kukuambia ni kitu ambacho tayari nishakiona kwa baadhi ya mashabiki zangu, lakini pia nimeshakiona sehemu nyingine. Kwa hiyo nikaona so vibaya kama nitawakumbusha. Maana kukumbusha, kwani ukumbusho utamfaa wenye kuamini. Mashabiki zangu, kabla sijaambia kinachotaka kukuambia ni wapeni hadithi kwa ufupi. Kuna hadithi moja inasema kulikuwa na kalo lenye heri ndani yake. Kulikuwa na kijana mmoja mfalme alikuwa na rafiki yake. Huyo rafiki yake alikuwa ni mtoto wa maskini tu. Yule mtoto wa mfalme na huyo rafiki yake mtoto wa kimaskini walikuwa ni wawindaji. Wao walikuwa wanapenda kuwinda sana. Sasa siku moja mtoto wa mfalme alienda kwa rafiki yake, alikuwa amejikata kwenye mkono na kidonda. Akamwambia rafiki yangu nimejikata kwenye mkono. Yule mtoto wa kimaskini alichomjibu mtoto wa mfalme akamwambia kujikata kwako ndo heri kwako, ndo bahati yako wewe. Mtoto wa kifalme alikasirika sana. Akasema yani mimi nimeumia nimejikata, namwambia rafiki yangu afu ananiambia eti ndo bahati yangu mimi kujikata. Yani mimi mtoto wa kimaskini ananiambia kama hivyo mimi kujikata ndo bahati yangu. Akawaambia walinzi mchukueni mfungieni ndani. Wakamchukua kwa mtoto wa kimaskini akafungiwa ndani. Sasa kama nilimwambia mtoto wa mfalme ni muindaji. Alikuwa kwenye mawindo akapita mnyama mmoja, akampiga na mkuki. Alivompiga na mkuki ule mnyama akuanguka. Akawa bado anaendelea kukimbia huku mkuki umemnasa kwenye mwili. Mtoto wa mfalme akana mkimbiza yule mnyama, akamkimbiza, kafika hatua yule mnyama akapotelea polini. Na yeye pia akawa amepotea kwa sababu amemkimbiza umbali mrefu. Kwa hiyo akawa amepotea ajui alipo. Katika hangaika huku na huku kujinasua, akawa ametokezea kwenye sehemu ambapo kuna watu wanakula watu. Yaani kuna watu wanakula nyama za watu, ndo alipotokezea mtoto wa kifalme. Alipojitokezea pale wakamkamata wale watu wanaokula nyama za watu. Wakamchukua, wakamfunga. Walipomfunga ndani, ikafika siku ambayo inabidi yule mtoto atolewe kwa ajili ya kuchinjwa. Maana malikia wa wale watu wanaokula watu, yeye huaga anakunywa damu za watu. Kwa hiyo ikafika siku yake, siku ya kumchinja yule mtoto wa mfalme akatolewa. Alipofika wakati wanataka kumchinja, wakamkuta na kidonda mkononi. Wakamwambia, "Shukuru Mungu sana una bahati. Kwa sababu hiki kidonda ndo kimekusaidia wewe. Malikia wetu anywagi damu ya mtu mwenye kidonda." Sijui unaelewa? Yaani malikia wao hawezi kunywa damu ya mtu mwenye kidonda au hawezi kuchinjwa mtu ambaye mwenye kidonda yeye akanywa damu. Kwa hiyo wakamwachia, ndo bahati yake. Kwa yule mtoto wa mfalme alipotoka hapo alilia sana, alirudi analia sana, akamkumbuka rafiki yake. Ikabidi aende hadi gerezani, akamwambia walinzi mfungueni, wakamfungua. Baada ya kumfungua akamwambia rafiki yangu, akamhadithia sasa kila kitu kilichotokea. Akamwambia uliniambia kweli kujikata kwangu ndo bahati, lakini mimi nilikupuuzia, nikaona kama unanisema au unanikejeli, lakini ndo kitu ambacho kimenisaidia. Yule mtoto wa kifalme, yule mtoto wa kimaskini akamwambia mtoto wa mfalme, ulichokifanya hujakosea, ni sahihi. Kwa sababu gani? Wewe umejikata, mimi na wewe ni wawindaji. Wewe umejikata, tungekuwa tunawinda wote, lingetukuta wote kwa pamoja, na maana mimi ningechinjwa, wewe ungebaki una kidonda. Kwa hiyo wewe kunifunga mimi jela huko pia ilikuwa ni heri kwangu. Sijui unaelewa? Kwa kufungwa, kitendo cha mtoto wa mfalme kumfunga yule rafiki yake ilikuwa ni heri kwake, na kitendo cha mtoto wa mfalme kujikata pia ilikuwa ni heri kwake. Ina maana kama yule mtoto wa kimaskini naye angekuepo, wangeenda kuinda, ina maana yule mmoja angekufa, mmoja angebaki. Tunajifunza nini mashabiki zangu? Tunajifunza kuwa katika haya maisha tunayoishi, ndo pointi yangu ya msingi. Shukuru Mungu kwa kila kitu kinachokutokea wewe. Yaani chochote kile kinachotokea katika maisha yako mshukuru Mungu. Huwezi jua Mwenyezi Mungu amekuepusha na nini. Mfano yule mtoto wa mfalme kajikata kidogo, alikuwa na kufuru. Mwenyezi Mungu kumbe kujikata kwake zile kamuepusha na kifo, kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinaenda kutokea mbele yake. Kwa mashabiki zangu, katika haya maisha chochote kinachokutokea wewe ni kumshukuru Mungu, kufanya ibada. Usikate tamaa, narudia tena, usije ukakata tamaa katika maisha yako. Sijui jambo fulani limekutokea, labda umeumwa, unaanza kukufuru. Kwa nini naumwa? Kwa nini? Huwezi jua Mwenyezi Mungu kwa kuepusha na nini. Sijui unaelewa? Kwa mashabiki zangu, msikate tamaa. Kama unafanya kazi yako yote unaona na kuingizia kipato, basi kwa maana hiyo hiyo. Kama mimi nadili na michezo haramu na ndo inanipa hela, inanipa jeuri mpaka sasa hivi nina hela, nadili nayo. Mtu yoyote asije akakucheka, sijui labda unauza mkaa, unabeba kuni, sijui unaosha magari, sijui unabeba makopo. Mtu anakucheka, yule mbeba makopo nini? Ukaacha kufanya ile kazi eti kwa kuwa unaogopa mtu atakusema vibaya. Mwisho wa siku kila mtu ana maisha yake mashabiki zangu. Yaani wewe fanya kile kitu unachoona sahihi kwako kinakuingizia kipato.
Usiogope kuuza genge, usiogope kubeba makopo, usiogope kuuza chochote endapo unaona ni kitu ambacho kinakuingizia hela. Yule mtu anayekucheka leo, unaogopa labda mimi sina kazi, unaogopa nikienda kubeba chuma watu wakiniona watanionaje, wataona mimi jao unabeba vyuma. Unataka ujiweke maisha ya juu ambayo sio hazi yako, ukaanza kukufuru. Kitu hiko hakitakiwi mashabiki zangu. Kama unafanya kazi, fanya kazi yote, usiangalie maneno watu wanasema nini. Mtu atakusema sasa hivi una ukiwa nacho atasahau. Mimi Somalia nilikuwa chawa, sasa hivi nina hela. Nani anakumbuka kama mimi nilikuwa chawa? Hadi wale waliokuwa wananidharau wananiheshimu. Na huyu sasa hivi ana hela. Kila mtu amesahau kama mimi nilikuwa chawa matajiri. Ni nini? Sikudharau kazi yangu. Yaani mimi sikuwahi kudharau. Ule uchawa nikasema yeye Mungu, naamini huu uchawa utanifanikisha kufika sehemu fulani. Sikuwahi kukufuru. Sijui kukufuru kusema nimeondoka nyumbani kwetu babangu bado ananihitaji, sijui kwetu akishua, sijui nini. Sijai kufikiria. Mimi niliondoka nyumbani. Mimi nimeondoka nyumbani kwanza, siku ya kwanza nimeanzisha balaa, sijalala nyumbani. Ugomvi baba, mama, enda wapi? Ukipata matatizo huko nje. Maneno kibao, mamaki. Kaka siku ya pili ya tatu nikatoka tena, sijalala siku 2, mamaki. Kaja nikapiga wiki. Mimi ndo nikaanza safari yangu, nimeondoka manyumbani mazima. Sijui mnanielewa? Lakini nikasema napoenda huko mimi sitaki kutegemea hela za baba, sijui hela za nini. Sijai kutegemea hivyo. Nikasema chochote ninachokifanya mimi na kumshukuru Mungu, kufanya ibada, na mpaka leo nimefanikiwa, nimetoboa, mambo yangu yanaenda. Haimaanishi kutoboa labda nina mahela nopo, ila kwa umri nilokopo nao mimi sijafikisha hata miaka 27, sijafikisha mimi huko 27, sijui 20 ngapi, sijafikisha. Lakini nina hela. Kuna watu wana miaka zaidi ya 40, 30 hawana hiki ninachokipata mimi. Hawezi kufanya hivi ninavyovifanya. Kwa mashabiki zangu, lolote linalokutokea katika maisha yako usikufuru, mshukuru Mungu, huwezi jua amekuepusha na nini. Mwenyezi Mungu hata kwenye Qur'ani anasema walal akhiratu khairul laka minal ula. Na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko ulotangulia. Kwa hiyo mimi wakati uliopita kwangu ulikopo maisha ambayo nilikuwa naishi wa uchawa sijui nini, ningekata tamaa, ningekufuru, leo nisingekuwa hapa. Kwa mashabiki zangu, pointi yangu ya msingi katika maisha yako, chochote kinachokutokea katika maisha, wewe ni kumshukuru Mungu. Fanya ibada, pambana, fanya kazi. Usiangalie mtu atakusema nini, eti nikifanya kazi hii atanicheka. Imradi kinakuingizia kipato, fanya. Kila mtu na maisha yake. Leo mtu atakucheka una, kesho ukipata atakuheshimu. Hicho ndio kitu muhimu mashabiki zangu. Nimeongea, sitaki kuongea sana, ila huwa nawakumbusha kama utaona sahihi utalifanyia kazi. Kama pia utaona sio sahihi, nimeongea, nimepiga kelele, pia puuzia. Ila huo ndio ushauri wangu mashabiki zangu. Nawapenda, mimi bila nyie I'm good for nothing. Hivyo tu mashabiki zangu.